4 mstari wa kwanza, nitalimhimidi Bwana kila wakati, sifa zake zikinywani mwangu daima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sifa za Mungu acha zikawe katika kinywa chako daima. Kuhusu ulimi, Mithali 15:4. Bwana Yesu asifiwe. Inasema kwamba ulimi safi ni mti wa uzima, bali ukorofi wa ulimi huvunja moyo. Bwana Yesu asifiwe. Hiki kiungo ulimi ni kiungo ambacho ni kidogo sana, lakini madhara yake ni makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Mmoja mmoja akasema ulimi kiumbe kidogo, lakini matatizo yake ni makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Ulimi safi ni mti wa uzima, bali ukorofi wa ulimi huvunja. Tunanena nini juu ya maisha ya watu? Tunanena nini kupitia huu ulimi wetu? Tunatamka nini? Bwana Yesu asifiwe. Wewe kama mzazi, ni neno gani ambalo unatamka juu ya mtoto wako? Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa nyumbani unamuita kondoo, unamuita nguruwe, ng'ombe. Akifika kule shuleni mwalimu naye anaongezea ya kwamba wewe ni nguruwe, wewe ni mjinga. Matokeo yake yanatokea vipi? Wakati pale amefanya mtihani, hapo ndio matokeo ya sababu ameanza mzazi kumuita yeye ni mjinga. Hapo ujinga unafanya unazidi kugongelewa kuingia ndani na walimu. Bwana Yesu asifiwe. Matokeo yake aleta nyumbani kufurahiki nayo, lakini umemuita nani? Ni ng'ombe, ni kondoo, ni nguruwe. Watoto ni baraka kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo tunaambiwa katika maandiko matakatifu, kitabu cha Methali 22:6 ya kwamba tuwalee watoto wetu katika njia inayostahili, naye hataiacha mpaka atakapokuwa mzee. Ni wewe na mimi, tunatamka nini kwa hao watoto? Naweza sema pia mimi ni mtoto, ama naweza sema ni mzazi, kwa sababu hao watoto niko. Je, na mimi nikiwa nao ninawatamkia nini? Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe mzazi ukiwa kule nyumbani, ulimi wako unatamkaje kwa ajili ya hawa watoto? Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe ujiulize, mtoto wangu ninamuita ng'ombe, atakuwa ng'ombe ama atakuwa yule mwenye akili inayosikiliza? Bwana Yesu asifiwe. Mtoto unamuita kunguni. Kunguni ama kunguni wa mimba. Unajua kazi ya kunguni ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Kunguni akiwa pale kwa kitanda chako, kazi yake ni kunyonya damu. Na yeye katika maisha yake atakuwa anategemea, kwa sababu anategemea mwanadamu ampe damu ili aweze kuishi. Na mtoto wako umemwambia yeye ni kunguni, atakuwa akitegemea watu wengine kwa ajili ya usafi wako. Unatamka nini juu ya mtoto wako? Bwana Yesu asifiwe. Umemwita mtoto Mungu, wakati popote anapoingia pale anafukuzwa, anaambiwa atoke. Unatarajia mtoto huyo atakapoenda kwa wenzake akaribishwa acheze na wenzake? Hata karibishwa, kwa sababu umeanza tayari msingi wa kumwita yeye ni umbwa. Fika pale yeye ni umbwa, watoto wenzake wanamfukuza, toka hapa, na umbwa anaambiwa huwa toka wende, na yeye anaambiwa atoke asiungane na wenzake. Unanena nini juu ya maisha ya mtoto wako? Bwana Yesu asifiwe. Tupenda kutamka maneno mazuri kwa ajili ya watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Tutamke maneno yenye baraka kwa watoto wetu. Kuna vitabu hapo utaenda tu kujisomea. Methali 9:13, Methali 8:10 uende 18, Methali 15:32, Methali 15:4. Nikasema ulimi safi ni mti wa uzima, bali ukorofi wa ulimi huvunja moyo. Ni kitu gani ambacho unanena kwa wengine? Bwana Yesu asifiwe. Ni chumvi ya dunia, tena ni barua nisomeke vyema. Je, kupitia ulimi wako ama matamshi yako unanena nini kwa wale wengine? Bwana Yesu asifiwe. Unanena nini kwa wale wengine? Je, unawashauri vizuri kutumia huo ulimi wako ama unawashauri? Methali 15:2, ulimi wa mwenye hekima hutamka maarifa vizuri, bali vinywa vya wapumbavu humwaga upumbavu. Bwana Yesu asifiwe. Ulimi wa mtu mwenye hekima hutamka mambo vizuri, ama mtu anayefikiria, mtu mwenye maarifa hutamka maarifa vizuri, maneno yake huyatamka vyema, lakini kinywa cha mpumbavu huwa humwaga upumbavu. Bwana Yesu kufananishwa na wapumbavu. Bwana Yesu asifiwe. Tusipende kufananishwa na wapumbavu. Tujifunze ulimi wetu kutamka baraka. Tujifunze ulimi wetu, tukifanywa kitu kidogo tuwe watu wa shukurani. Bwana Yesu asifiwe. Ulimi wetu
uwe ni ulimi wa kutamka mema kwa watoto wetu, kwa wenzetu, kwa marafiki zetu, kwa wazazi wetu, kwa kila mtu yule anayetuzunguka. Bwana Yesu asifiwe. 18:20 mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Bwana Yesu asifiwe. Na uzima huwa katika nguvu ama uwezo wa ulimi. Wote wanaoupenda huo ulimi ama hao hizo maneno wanazoongea, hiyo ndio utakao kula uzima. Maneno yakiwa ni ya uzima, utayavuna hayo ya uzima. Yakiwa maneno yako si ya uzima, hivyo ndivyo utakavyoyavuna. Umetamkia mtoto yeye ni ng'ombe, ama mtoto lilolebe virajinga. Sasa unatarajia awe mwerevu, na wewe umemwambia huyo mtoto ni mjinga. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo utakula mema ya maneno unayoyaongea. Bwana Yesu asifiwe. Tupende kutamka maneno yaliyo ya baraka. Methali 18:7, kinywa cha mpumbavu uharibifu wake, midomo yake mtego na nafsi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kinywa cha mpumbavu ni mtego wake mwenyewe, na yeye huwa anajiharibia mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Je, kinywa chako kimebeba nini? Kimebeba matusi, kimebeba umbea, kimebeba usengenyaji. Bwana Yesu asifiwe. Ama kimebeba neno la Mungu. Wewe asubuhi ya leo ama mchana wa leo uweze kutambua, je, katika kinywa changu kimebeba nini? Ama kila nikiongea mara mbili la tatu ni tusi ninatoa. Bwana asifiwe. Vinywa vyetu ama kinywa chako, kinywa changu kimebeba nini? Bwana Yesu asifiwe. Methali 10:31 hadi 32. Kinywa cha mwenye haki hutoa hekima, bali ulimi wa ukaidi unakataliwa mbali. Bwana Yesu asifiwe. Kinywa chako kitatoa hekima, kinywa chako kitanena baraka. Kinywa chako hicho kupitia huo ulimi wako ndio wenye utanena yenye wewe mwenyewe umekusudia kunena. Lakini penda sana kunena au kutamka yaliyo mema na yenye baraka. Bwana Yesu asifiwe. 32 na midomo ya mwenye haki huyajua yatakayokubaliwa, bali kinywa chao wasio haki hunena ukaidi. Bwana Yesu asifiwe. Mdomo wenye haki hujua atakaloliongea. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye haki huwa anaanza kufikiria, je, ni kitu gani chenye ninataka kukitamka? Ninapotamka hiki kitu, yule mwenzangu mwenye ninamtamkia hiki kitu atakipokea vipi? Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwenzangu ninayemwambia hiki kitu, je, mimi hicho kitu akiniambia mimi nitakibebaje mimi kama mimi? Bwana Yesu asifiwe. Sasa mwanzo ukaweze kufikiria hicho kitu ambacho nataka kwenda kukitamka, ndipo kaweze kukitamka. Bwana Yesu asifiwe. Tufikirie mwanzo, tufikirie kabla ya kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Methali 10:21 Methali, midomo ya mwenye haki kulisha watu wengi, bali wapumbavu hufa kwa kuwa hawana ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Midomo ya watu wenye hekima ndio watalisha watu wengi. Utawalishaje hawa watu wengi? Bwana Yesu asifiwe. Wanapokuja kwako wanahitaji ushauri, hauwakashifu wala kuwafiwa. Unasimama na wao, unawatia moyo. Watu wengi watakuwa wanakupenda. Kwa sababu gani? Hauwafuchi moyo, unasimama na wao. Hiyo ni si eti utawalisha tayari kupitia chakula, hawana chakula utawapea, ni sawa, hawana nguo utawapea. Pia katika ulimi wako unanena nini? Anaana dakika menganire ndimi mwenye za mwenera visho. Bwana Yesu. Methali 12:22. Midomo ya uongo ni chukizo kwa Bwana, bali watendao uaminifu ndio furaha. Tumia midomo yetu kunena umbea, kunena uongo. Wetu anatuambia ni chukizo. Bwana, tutumie ulimi wetu ama mdomo wetu tukinena ama kutamka yanayopendeza mbele za Mungu. 3:5 hadi 6. Vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, nao hujivuna mavuno makuu. Angalieni jinsi moto mdogo uwashavyo msitu mkubwa sana. Ulimi ni moto ule ulimwengu wa uovu. Ule ulimi umewekwa katika viungo vyetu, nao ndio uitiao mwili wote unajisi. Huwasha moto mfululizo, nao huwashwa moto na jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Ulimi wetu ni kiungo kidogo sana, kinaweza kusababisha tatizo kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Ninaweza sema nimeongea kitu kidogo hapa,
Lakini hicho kitu chenye nasema nimeongea kidogo, waenda kisikia kwa mtu mwingine kimeongeleka kikubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kinazunguka kikikurudia wewe, kimejenga maneno mengi sana. Bwana Yesu anataka. Asubuhi tukasema kuhusu marafiki. Umemwambia rafiki yako kitu, baadaye kinazunguka hicho kitu, kinakuja kinakuwa kikubwa. Hivyo ulimi wetu ni kama moto uwashao msitu mkali sana. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi 37:30 na 31. Kinywa chake mwenye haki hunena hekima, na ulimi wake husema hukumu. Sheria ya Mungu wake imo moyoni mwake, hatua zake hazitelezi. Bwana Yesu asifiwe. Kinywa cha mwenye haki hunena hekima. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa mtu wa hekima utanena maneno yaliyo mema. Sheria ya Mungu wake imo moyoni mwake, hatua zake hazitelezi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwenye hekima, sheria za Mungu zimo kinywani mwake. Methali 11:11 na 15 nasema, mji hutukuzwa kwa baraka wa mwenye haki, bali mji hupinduliwa kwa kinywa cha mwovu. Asiye na akili humdharau mwenziwe, bali mtu aliye na ufahamu hunyamaza. Mwenye kitango akisingizia hufunua siri, bali mwenye roho ya uaminifu husitiri mambo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kutumia ulimi wetu tukaharibu mji wetu wa Takaungu. Bwana Yesu asifiwe. Wanaweza kutumia ulimi wetu kuharibu mji wa Takaungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya wakati utaitia Methali 11:6, Methali 22:6, Methali 12:6, Methali 21:9, Zaburi 1:1 kuendelea, Tito 2:1, Methali 13:2. Mtu atakula mema kwa matunda ya kinywa chake. Yesu asifiwe.